Naomba uondoke, nitakumwagia maji machafu. Nitakumwagia maji machafu, naomba uondoke. Mimi hapa siondoke. Mwanao Shakila katika chumba. Shakila huyo mwanangu? Huyo mwanangu. Nimekwambia sitaki. Kuna mwana mwingine usene. Mwanzo wa ndoa yetu ilikuwa ya furaha na amani. Siku ziliposogea ikawa kuna furaha na amani. Mke wangu alibadilika na kunidharau, nikimuuliza anajibu amepanda dau. Nikamuomba radhi kama nimemkosea, akajibu hakuna nilichomkosea. Nilimpenda mke wangu ila alinigeuka, nikajiona niko peke yangu. Mama kuna mambo madiko-diko kama. Ndo. Bibi za nyumbani? Safi, baza hapa. Sawa, za nyumbani? Sawa, shikamoo. Baba, vipi hali? Safi. Kwema? Wazee wanasemaje? Jambo. Vipi, kwema? Niambie ripoti. Sawa. Juzi nikutafuta, sijakuona, ulikuwa wapi? Nilikuwa huko na nilio huko. Mihangaiko. Lakini baza. Mbona una nyumba mzuri? Lakini kazi unazofanya uendane nazo. Kazi yepi? Hii ya kuchambua mboga. Baza. Hizi kazi za shemeji hizi. Mimi nakuja hapa najidai na shemeji, namsumbua shemeji kuhusu chakula. Aya, angalia wewe kazi gani unafanya hizi. Baza, oa. Wenzako wote wameoa huko. Kila siku anakulalamika wewe tu hutaki kuoa, kwa nini? Kwa nini unajidhalilisha? Ndugu wangu. Naongea maneno makali sana. Maneno ambayo yamenigusa katika moyo wangu. Najua ulichokiongea ni kitu kizuri sana. Ni kweli mshofikia umri mimi kuendelea kuwa na mwanamke. Lakini nakumbuka wewe unakumbuka nishokuwa na mwanamke siku zile za nyuma. Ndio nakumbuka. Kwa naishi naye vizuri na mke wangu nampenda sana. Lakini kutokana na vituko ambavyo alikuwa ananifanyia. Sio kutokana na vituko, mimi najua nitakojitetea tu blaza. Sio kama nataka nitetea. Mimi najua utaona kama labda nitajitetea. Lakini ukweli ni kwamba nilishindwa kukuhadithia mdogo wangu kutokana na umri wako bado ulikuwa mdogo. Ila lighting kama umekuwa mkubwa kwa kipindi kile. Ndio nikupa story kamili jinsi ilivyo. Ila leo kwa vile umenigusa kwenye moyo wangu. Acha nikuambie. Yaani ilikuwa hivi. Mwanzo wa ndoa yetu ilikuwa ya furaha na amani. Siku ziliposogea ikawa kuna furaha na amani. Mke wangu alibadilika na kunidharau, nikimuuliza anajibu amepanda dau. Nikamuomba radhi kama nimemkosea, akajibu hakuna nilichomkosea. Nilimpenda mke wangu ila alinigeuka, nikajiona niko peke yangu, kumbe nikitoka nachepuka. Maisha ya ndoa yalinitesa hadi nikapauka. Sasa sitaki tena kuoa, naogopa kuteseka. Nilijua nenda kufurahi, kumbe nakimbilia maumivu. Sasa najipoza na chai nipunguze maumivu. Ndoa yangu ilinitesa, ndoa yangu imeninyosha, ndoa yangu ilinitesa, ndoa yangu imeninyosha.
mwema, kumbe nimepatikana. Niliambiwa na rafiki yangu, nikamwona mbaya kwangu. Nilimpenda toka moyoni, na kumwacha nilishindwa. Ikabidi akimbie nyumbani kwa wazazi wake na kwenda. Nikaamua niende hadi ukweni ili nijue tatizo lipo wapi. Nilipofika alinikataa eti hanitaki. Niliumika, watu tumefika tamati. Maisha ya ndoa yalinitesa hadi nikapauka. Sasa sitaki tena kuoa, naogopa kuteseka. Nilijua naenda kufurahi, kumbe nakimbilia maumivu. Sasa najipoza na chai nipunguze maumivu. Ndoa yangu ilinitesa. Ndoa yangu imeninyosha. Ndoa yangu ilinitesa. Habari? Sawa, Zalem. Safi tu. Sure. Unampia gani? Manake sijakuona muda mrefu kidogo. Pia simu kwamba nataka nije huko. Kubwa kusudi langu nataka nioe. Unataka? Kuoa. Kabla ya kuoa lazima tuangalie katika nasaba. Ni mtoto wa nani? Mtoto wa Ndasani pale yule. Ndasani yule tunaswali naye msikitini pale. Ndio huyo. Kale kasichana kembamba kidogo. Huyo nataka nioe. Unajua mujibu wa kuoa kuna mambo tumfundishwa kidini. Mtume amesema kwamba katika kuoa lazima uangalie mambo manne kwa huyo unataka kumuoa. Jambo la kwanza ni maliha. Yaani mwanamke tajiri bwana, asio mvivu. Tajiri manake ni kwamba si mtu awe na mapajero, si nini, asiwe mtu golikipa wa kupokea tu rambo, hapana. Awe mtu mwenye kujua kutafuta, ndio huyo anaitwa tajiri. Alafu jambo la pili, nasaba ya wale katika yule mchana, nasaba yao iko vipi? Kwa sababu kuna mambo mengine machafu yanaweza yakaenea katika nasaba. La tatu, dini yake huyu msichana hata kama umeridhika na dini yake. Alafu la mwisho, Mtume amesema lijali mzuri. Sasa sijui umeona kama uzuri wake unapendeza kidogo. Sasa turudi katika nasaba. Mtoto wa Mzasani nimesikia kwamba yule ana tatizo kidogo, atulii yule. Sasa anaweza akatuletea mambo ya ajabu. Magonjwa siku hizi mengi sana na nini. Kwa kama kuna ugonjwa mmoja ambao unaitwa umwiki, si ndio hivyo? Si hivyo bwana. Inawezekana kwamba nimeweka jina herufi ya mwisho ukaiweka ya mwanzo. Sawa, simeweka bwana, umeelewa? Ametulia? Hapana, hajatulia yule. Fanya uchunguzi. Hata Mtume katufundisha unapotaka kumwona mwanamke mwangalie. Kuna mambo amfundisha Mtume mengi sana ya kumwangalia mchana wakati unavyotaka kumooa. Sasa umechunguza vizuri? Kamchunguze bwana, usio unakubali tu hivyo. Alafu umwiki uje hana huo umwiki. Maana umwiki virusi vyake viko kwenye macho, kwenye masikio, kwenye vidole, mpaka kwenye chakula. Vikapatikana maradhi ya umwiki, tukaenea kufa mji mzima. Wewe mchunguze kwanza. Sasa kwa sababu hutaki kueleza, sasa ukija nini? Na wewe unataka kupata ushauri kwangu mimi baba yako, na wewe unataka basi nenda, tutajua mwenye huko itakalo kutokea inshallah. Lakini nishakupa ushauri, maana kama angalizo uelewe baadaye itakuwa nini. Mwanzo wa ndoa yetu ilikuwa ya furaha na amani. Siku ziliposogea ikawa kuna furaha na amani.
Mke wangu alibadilika na kunidharau, nikimuuliza anajibu amepanda dau. Nikamuomba radhi kama nimemkosea, akajibu hakuna nilichomkosea. Nilimpenda mke wangu ila alinigeuka, nikajiona niko peke yangu, kumbe nikitoka. Sasa mama yangu, nataka nikupe ubuyu kidogo. Ubuyu. Katika tembea yangu nimempata mchumba mama yangu. Habari njema, lakini sasa kuwa makini. Kama mchumba au mchumba kweli, kama mume au mume kweli, yasije akajirudia makosa ya mwanzo. Nimechoka kulea uliku. Huyo mama yangu sio kama babake huyo. Amenihakikishia kila kitu kama atanioa. Unamfahamu? Nafahamu vizuri, hadi kwa wazazi wake. Mpaka kwa wazazi wake. Haina shida. Sasa hapa nimeandaa kisangu pale, tengeneza hizi tu tuandae milo. Haya mamangu, sasa nikusaidie. Mwanzo wa ndoa yetu ilikuwa ya furaha na amani. Siku ziliposogea ikawa kuna furaha na amani. Mke wangu alibadilika na kunidharau, nikimuuliza anajibu amepanda dau. Nikamuomba radhi kama nimemkosea, akajibu hakuna nilichomkosea. Nilimpenda mke wangu ila alinigeuka, nikajiona niko peke yangu, kumbe nikitoka nachepuka. Maisha ya ndoa